uje mtawani, unapendeza mzuri, shinda mwezi kamari, nuru ya Nabii. Shinda mwezi kamari, Kanitoa bara, kanipeleka Zanzibari kwa miguu, kabla ya kulala uniogesha maji ya karafuu. Sio masihara jamani, kupenda raha tu, biza biza bina, mbona mtakufa macho juu. Mahaba yangu leo yamwagike kwako ya habibi, ayuni wangu kukupenda peke yako sina budi, wendo fundi wangu, ujuzi ulonipa natumia, daktari wangu, maradhi sugu kwako najiponea. Watamaliza vijembe statasi, watamaliza kuzua mpaka basi. Leo nasema bayana sikuachi, ni mfanya kazi wako wendo bosi. Waweke na matangazo, wajue Dar es Salaam, sitobadili mawazo, niye kwako nishazama. Yote haya ni mapenzi ya Allah subhanahu wa ta'ala, katupendelea sisi kwa siku ya leo. Tumeweza kuwasili mahali hapa tukiwa na afya, fikra ziko barabara, tuna nguvu. Haya yote ni mapenzi makubwa ametupendelea Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa uchache tu tukushukuru kusema alhamdulillah. Lakini hali kadhalika tunatakia rehema na amani kwa daraja la Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rehema na amani zimwendee na wale wote waliomfuata kwa wema baada yake. Ndugu zangu, wana harusi, wana sherehe ya harusi, niwaombeni basi angalau tuweze kupata utaratibu mzima wa harusi kama ufuatavyo. Kwa hapa mahali tuna ndoa kama mbili, lakini wakati huu tutaenda na ndoa moja ambayo ni ya Bwana Adili Salmu Saidi na mwenzake Amina Barida Musa. Hawa ndio tutaenda kuanza nao kwa wakati huu, lakini utaratibu ni kama ufuatavyo. Tutawekewa Fatiha na dua, tutajumuisha yote pamoja, na ingewezekana hata hutuba ya ndoa ingesomwa pamoja, lakini
hatutaweza kueleweka kwa urahisi, lakini kwa wasomi wanajua kwamba iko sahihi kabisa, haina shaka. Lakini niombe basi wakati huu tutaongea wapate na dua, lakini tutakwenda kuwapata mashahidi wawili watakaye kwenda kusikiliza mapatano ya Bwana Adili na Amina, jinsi gani wamepatana juu ya mahari yao. Tutaenda kupata uthibitisho na atakwenda kutoa maelekezo mshenga, na baada ya mshenga kutoa maelekezo basi wali ataenda kuthibitisha, na baada ya hapo tutakwenda moja kwa moja au mashahidi basi tutakwenda kupata taarifa ama ridhaa kwa Amina Barida kwamba ndoa yake ifungwe, basi atakwenda kuruhusu, na baada ya kuruhusiwa itakuja kusoma Qur'an tukufu, na baada ya kusomewa Qur'an tukufu moja kwa moja tutaenda kusikiliza hotuba ya ndoa, na baada ya hapo naamini kwa sababu ndoa hizo mbili tutaendelea tena kwa kama hiyo kwa upande mwingine utakayefuata ambaye ni Taala wabarakatuh. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mapatano ya mahari tuliyopatana na mzee mwenzangu, ng'ombe wanne, tumetoka watatu, bado mmoja. Wana Mas'ud bin Jumanne kwa mahari yao waliokubaliana. Naam, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Shahidi namba moja amesema sahihi kabisa aliyosema kwamba Aisha binti Salum amekubali kuolewa na Bwana Mas'ud Jumanne kwa mapatano yao. Naomba Qur'an kusomwa, itasomwa moja tu. ركعتان بالمتزوج خير من 70 ركعة بالعزم. وقال صلى الله عليه وسلم من تزوج فقد حفظ شطر دينه فليتقنا بشطر الآخر. وقال صلى الله عليه وسلم النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني. النكاح سنة الأنبياء وشعار الأصفياء وأفعال الأتقياء. قولوا جميعا نستغفر الله من ترك الصلاة وفي التهاون فيها وفي الزكاة وفي ذنوب العبادة.
محمد رسول الله آمنا بشرعها وصدقنا بشرعها وتبرأنا من كل دين يخالف دين الإسلام واستغفر الله العظيم لي ولكم ولجميع المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله ارسله بالهدى ودين الحق ولو كره المشركون. اما بعد فان الله تعالى أحل النكاح وكتب إليه وحرم الصلاة ووعد عذابا عليما عليه فقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تناكروا تكثر فإني أباهي بكم الأمم يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وسلم ركعتان بالمتزوج خير من 70 ركعة من عزم. وقال صلى الله عليه وسلم من تزوج فقد حفظ شطر دينه فليتق الله بشطر آخر. وقال صلى الله عليه وسلم النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني. النكاح سنة الأنبياء وشعار الأصفياء وفعال الأتقياء. قولوا جميعا نستغفر الله من ترك الصلاة ومن التهاون فيها ومن الزكاة ومن ذنوب العبادة. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. آمنا بشرعها وصدقنا بشرعها وتبرأنا من كل ذنب يخالف الإسلام واستغفر الله العظيم لي ولكم ولجميع المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم. kumwamrisha Mungu na kufundisha mtume miongoni mwa naye mke kwa wema, ikibidi kuachana mwachane naye kwa wema na ihsani. Sema nao nito tena Masudi Jumanne katika Nabaika mwambia nitakuozesha namna alivyoamrisha Mungu na akafundisha mtume miongoni mwa kukaa naye mke kwa wema, ikibidi kuachana naye kwa wema na ihsani. Mwite tena Masudi nitakuozesha kama alivyoamrisha Mwenyezi Mungu, kisha mtume wetu
Masudi Jumanne. Mwambie nimekuozesha binti yangu Aisha sana kwa idhini yangu na kwa ridhaa yake mwenyewe na mahari yake iliyokubaliana. Nimekuozesha binti yangu Aisha sana kwa idhini yangu sema naam. sallallahu alaihi wasallam. Wabad, ndugu zangu Waislamu na wale wasiokuwa Waislamu, ama baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala pamoja na kumtakia rehema na amani Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ndugu zangu, tuko kwenye sherehe ya harusi. Kwamba leo tumeshuhudia wenzetu wamefunga ndoa, wametimiza kauli ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akisema, anikahu sunnati kama raghiba an sunnati falaysa minni, kwamba kule kufunga ndoa, kuoana, kuolewa au kuoa ni katika maneno wa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na mwenye kuepusha na maneno huo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, basi hatakuwa pamoja na kipenzi chetu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndugu zangu Waislamu, imesimamishwa kwa ajili ya kuleta shekhe wetu wa kata ili aweze kutupa nasaha. Anamuona shekhe wetu ngayo kwa bishara, kwa hiyo itifaki itakuwa imezingatiwa. Kwa hiyo kuombe shekhe uweze kusimama kwa ajili ya kutoa nasaha, kwa sababu wanapokusanyika watu lazima tupate mawaidha. Inshallah, mkuombe shekhe kwa ajili ya kutupa nasaha. Salamun ala ashquna wa fi bil qulubi wa utaduna. Vizuri zaidi. Wao wamezingatia tu mambo ya jioni, wao wanaweka budget na ya mchana. Baada wao wameweka kulia, kuombe shekhi kwa heshima zote na kwa furaha zote na kwa taadhima zote, usimame uongee na wanaharusi walioana na hata pia wengine walioana pia. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alladhi ahla nikaha wa nadaba ilayhi wa harama sinaha wa aw'ada
بالعذاب أليم عليهم. ثم الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Ama baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rehema mtukufu wa daraja mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndugu zangu Waislamu na wasiokuwa Waislamu tuliokuja kwenye shughuli hii ya vijana wetu leo, shughuli ya furaha, tumshukuruni sana Mwenyezi Mungu. Nachotaka kusema ndugu zangu, swala la kuoa ni swala la kibinadamu. Ukiwa mwanadamu lazima uwe na mwenza wako. Sikwambii Muislamu utaratibu uko huu, uwe wa dini gani, utaratibu umewekewa. Lazima uwe na mke. Salieni bwana mtume. Kuwa na mke ndio stara. Mtume wetu Muhammad anasema kumwambia mwanamke stara yake, stara ya mwanamke ni stara mbili tu. Inda zauji wa inda alqabri. Akiwa na mume ndio stara yake, na ya pili ni kaburi lake. Angalieni bwana, angalieni hii hatari. Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ametuambia, tazawaju wala tatulaku, oweni na wala msiache, wala msiachane. Anasema inna Allaha la yuhibbu dhawaqina wa dhawaqati, hakika Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hampendi mwanaume anayeonja wanawake na hampendi mwanamke anayeonja mwanaume. Ukiambiwa Mungu hakupendi, una maana huna nafasi kwenye rehema ya Mungu. Ukisikia Mungu hapendi, ujue kwamba huna nafasi kwenye rehema ya Mungu. Lazima tuoane na wala tusiachane. Tulieni bwana mtume. Allahumma salli wa sallim alayhi. Kwa sababu ndoa ni furaha. Lengo la kuoana, mwanamke apate furaha kwa mume na mume apate furaha kwa mke. Furaha msingi wake, ili ipatikane furaha ni amani iwepo. Salieni bwana mtume. Kwenye ndoa ile pawe na amani masaa yote. Ile amani inatengeneza furaha na furaha inatengeneza raha. Salieni bwana mtume. Naona vitu hivi? Salieni bwana mtume. Amani hakuna. Mwanamke mchana kutwa amepinda uso, mwanaume amekuja huko kama simba. Amani haipo, furaha itapatikana pale? Kwa tunaangalia misingi ya kudumu ndoa zetu ni nini? Ni amani. Na amani inatengenezwaje? Amani inatokana na tabia ya mtu. Sadieni bwana mtu. Amani inatengenezeka kutokana na uzuri wa tabia ya mtu. Kama una tabia mbaya
masaa mengi hautotengeneza amani, utaivuruga amani yako. Una tabia mbaya, unapenda kutukana, unapenda kukarahisha wenzako, amani unaivuruga mwenyewe. Swalieni Bwana Mtume, kutokana na tabia yako. Swalieni Bwana. Tuwe na tabia nzuri, tuitengeneze amani. Tukitengeneza amani, tutatengeneza furaha. Tukitengeneza furaha, tutapata raha kwenye ndoa zetu. Swalieni Bwana Mtume, au sio? Swalieni Bwana Mtume. Leo vijana wetu, vijana waliooa leo wanaitwa waume. Masudi ana mke, ataitwa mume wangu, na mke leo ataitwa mke wangu. Swalieni Bwana Mtume. Hili neno kwenye ndimi zetu lisipotee. Kumwita mume na kumwita mke lisipotee. Ndoa zetu zimeharibika kwa ajili hili neno limeshapotea. Leo ukiulizwa, mimi na wewe tukiulizwa kwa mara ya mwisho uliitwa mume wangu lini? Watu wengine hata hawajui aliitwa lini. Pengine ndio siku walioana. Swalieni Bwana Mtume. Mwite mke wangu. Mume amwite mke wake mke wangu. Na mke amwite mume wake mume wangu. Ile peke yake inatengeneza kitu. Swalieni Bwana Mtume. Hata kama bwana alikuwa amepinda uso kidogo, matuta yanapungua. Kama yalikuwa 5 yanabaki 2. Yale 2 mengine yanasawazisha kwa namna nyingine. Swalieni Bwana Mtume. Leo Bwana Masudi wakati wanachati na mchumba wake, walikuwa wanachati, mwisho kabisa wanapigiana kisi kwenye simu. Sasa ina habari isipotee, ile ndio inatakiwa sasa iende ikaendelezwe, au sio Bwana Masudi? Au sio? Mnachati na mchumba wako, mwisho wa kitu huyo anapiga kisi na huyo anapiga kisi. Habari sasa isiishie hapo. Sasa hivi ni mnakumbatiana na kuhusiana, au sio? Kila mmoja anampiga kisi mwenzake. Sallu ala nabi, sallu ala nabi, au sio? Ndio ndoa na ndio mazingira yanayotakiwa. Swalieni Bwana Mtume. Unatoka unamwaga mkeo, mimi ngoja nije hapa na shughuli fulani. Wewe unatoa taarifa, mnampa taarifa, unamwaga, lakini yeye anatakiwa aombe. Mke aombe ruhusa kwa mume wake. Kama hakujakubaliwa aendelee kuiomba mpaka itakapokubaliwa. Swalieni Bwana Mtume. Allahumma salli wa sallim alayhi. Hili neno kuomba ukilitumia kwa mume wako, ataona kabisa mke wangu ananiheshimu. Ananiheshimu na anaminipa nafasi kama mume wake kwa sababu ananiomba ruhusa. Lakini kusema neno kwa haya, hiyo habari haipo, ndio utaendelea, ndio mwanzo wa kuvuruga ndoa yako. Tusichunge hizi nukta za maisha. La kwanza kabisa, tutengeneze tabia. Ukitengeneza tabia, hata maneno haya ya kuzungumza na mume wako, kuzungumza na mke wako, yatakuwa kwenye misingi inayotakiwa, au sio? Swalieni Bwana Mtume. Kutengeneza tabia ikiwa nzuri. Mwanamke awe na tabia nzuri, mwanaume awe na tabia nzuri, wallahi mtaifaidi ndoa. Mtafaidi ndoa, na matunda yake ni furaha na raha. Swalieni Bwana Mtume. Kila siku kwenye ndoa yenu mtachangia shuka na mtatazamana katika kulala kwenu. Sallu ala nabi, Allahumma salli wa sallim alayhi. Lakini mkipishana tu, kila mmoja huyo anaangalia ukutani na huyo anaangalia ukutani.
mtihani unaanzia hapo. Mtihani, shuka limoja lakini lina matatizo ndani yake. Umeolewa na ukuta, nimekuoa mimi. Swalieni bwana, swalieni bwana. Unajua tuzungumze ndoa, habari yake ni nzito, unaona, na ndio faida. Haiwezi kuchuka ndoa kama ina mazingira hayo, watu wanakumbatiana, wanabusiana, wanapigana kisi, hivi itachuka? Swalieni bwana Mtume. Tabia tumeisema ikitengenezeka. Kwa mfano, tumeoa, sisi ni wakulima, unamshirikisha mke kutengeneza shamba, unamshirikisha mke kununua mbegu, unamshirikisha mke kulima, unamshirikisha mke kupanda, unamshirikisha mke kupalia mpaka kuvuna. Yakisha ingia kwenye magunia yanakuwa ya kwake. Hiyo tabia tunaitoa. Swalieni bwana Mtume. Tushirikishane. Magunia mke wangu tumeipata 10. Bei iliyoko sokoni ni 100,000, yana milioni 1. Tumuite mnunuzi? Swalieni bwana Mtume. Ukiridhiwa anamwita, anakuja anazitoa milioni 1 mbele ya mke wako. Au kama amekupa mwenyewe, ambia mke wangu hizi hapa. Mapenzi hata nani ndio itachuchuka? Swalieni bwana Mtume. Lakini sasa yakiwa ya kwako, unapanga bei mwenye, ukiulizwa walinjaa linga umumbo aja mali yako, umeshabadilika, tabia imebadilika. Ujue tayari yule mtu ana mchepuko, matumizi mengine yanakwenda. Swalieni bwana Mtume. Kama yuko vizuri atasema utakimbia kesho kutwa hodi, kesho kutwa hodi. Unaona bwana, wote wanakuja wanataka kukusalimia, waondoke na chochote, au sio? Utakuwa unachunga au atatoka na nini, utakonda, utakufa. Swalieni bwana Mtume. Swalieni bwana Mtume. Uchoyo, mtu mchoyo mzee, hakuna mtu wa hatari anayeteseka kama mchoyo. Chukua tu mfano mdogo, ukuta amechinja kuku, amejipangia yeye kula na mtoto na mke wake na watoto wake 2. Ghafla hodi, atamani ile kuku iweke kwenye koti. Salia Mtume. Jinsi uchoyo unavyotesa watu, unakosa amani, unakosa furaha. Unaona bwana, sababu ya uchoyo. Unapokuwa na mwenzako bwana, huyo ni waziri wa mambo ya ndani, wewe ni waziri wa mambo ya nje, mshirikiane. Naona bwana, nyumba yenu itakuwa na salama. Nyumba yenye wageni ndio nyumba yenye baraka. Nyumba yenye kusaidia ndio nyumba yenye neema. Swalieni bwana Mtume. Kama wewe unashindwa kuwakirimu wageni wako, wayatima wa nje wanayezunguka, utawasaidia? Hakuna. Kwa hiyo haya ndio maneno nayotaka kuachieni leo, miyachukue, muyafanyie kazi. Hawa mnayewaoa ni binadamu kama nyinyi, wana uwezo, wameumbiwa kukosea kama nyinyi, lakini amani ya tabia zenu mtakaitengeneza, mtatengeneza kuhurumiana, kusaidizana, unaona, kuoneana utu, kwamba huyu ni binadamu mwenzangu amekosea, nimsamehe, tupange mipango ya maendeleo. Ndio ndoa zitadumu na ndoa zitaleta furaha. Nimalizie kwa wazazi, tunapoozesha watoto wetu sio kwamba tumemaliza kazi, ndio tumeanza moja. Swalieni bwana Mtume. Tuwasaidie kuwasimamia watoto hawa ili waishi maisha bora. Watoto wetu wa kike wana tabia ya kuja kukimbia kuja nyumbani kuleta maneno. Ukimsikiliza usitoe hukumu kwa kumsikiliza mmoja, wasikilize wote wawili, uone nani katika wao aliyekosea. Swalieni bwana. Na ukiona katika wao aliyekosea amekosea wa kwako, mwambie wewe ndio uliyekosea.
ukimremba utakuwa umfanyaje? Umezalisha ugonjwa na utaiua ile ndoa ya wale vijana wako. Swalieni Bwana. Tuwe wazazi wenye kukemea maovu yanayotokea kwenye ndoa za watoto wetu. Sisi wazee wengine tumeshikwa na kina mama kwa rero bwana mahayako ndio. Swalieni Bwana Mtume. Mtoto wa kike anatoka kule anakuja anamwambia mama yake ndio anakuja kuambia wewe. Alafu ukileta kuna nini? Oh. Wewe venja mwanani arende wuli. Una ogororwa gaharo wakile. Simama kama mwanaume. Swalieni Bwana Mtume. Simama kama mwanaume, tengeneza. Tusiharibu. Tumekuwa na talaka nyingi zisizokuwa na msingi, kwa sababu zinatokana na kina mama huko. Swalieni Bwana Mtume. Kina mama tusaidieni kutulelea ndoa za watoto wetu. Simameni kwenye haki. Nyinyi mpaka kufikia kuwazaa hawa na kukua, sio kwamba hamjakutana na mitihani. Mmekutana na misukosuko mingi, na wao wahusieni kusubiri, waivumilie hiyo mitihani. Mwisho wa siku Mungu atawaletea faraja. Kubwa zaidi, wazazi tuwaombee Mungu vijana wetu, tunawaombea dua ya kheri vijana wetu, ndoa zao zidumu. Baada ya kusema haya, niwaombee Mungu vijana wetu. Amen. Mwenyezi Mungu azibarikie ndoa zao. Amen. Ziwe ndoa za kheri. Amen. Ziwe ndoa zenye furaha. Amen. Ziwe ndoa zenye raha. Amen. Ziwe ndoa zenye kuwaletea kizazi chema chenye kumjua Mungu na Mtume na kujua haki za wazazi wao. Kama alaina ila albalaghu mubin. Assalamu alaykum. Wa alaykum assalam. Ila nyuma hakurudi hadi amelichukua.
mazuri tatakieni, kwa salama kheri na iwe salama, kwa salama kheri na iwe salama, kwa salama kheri na iwe salama, kwa salama kheri na iwe salama. Mikono miwili juu tunanyanyua, ijae kheri tunawaombea dua, yote ya sheri Mola tawaepushia, maisha safari iwe njema yenu njia, mushikane kweli kweli, muwe wote fi kuli hali, itakuwa kwetu fahari kuiona imara famili. Enyi mlopenda na pendaneni, na maisha mazuri tatakieni. Enyi mlopenda na pendaneni, na maisha mazuri tatakieni, kwa salama kheri na iwe salama, kwa salama kheri na iwe salama, kwa salama kheri na iwe salama, kwa salama kheri na iwe salama. Acha huyo aingia, atakuja kumpaka. Mola waepushe na kila la dhiki, wape halali yao riziki, maisha ya ndoa yawe mepesi, wakwepeshe mabala na mikosi, wachagulie na marafiki walio wa kweli, si wanafiki, waweke mbali wagombanishi, lewatamu pendo la ucheshi, kwa salama kheri na iwe salama, 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 na iwe ya kheri, 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 na iwe ya kheri.
Nataka ndoa iweke sana moyo, nataka ndoa ipende sana jamaa, nataka ndoa iweke sana moyo.
Umekabwa. Kumbe kimiminika. Kuna mtu mmoja jamani, jeshi. Kuna mtu mmoja. Top scholar. Kubwa nani akati mtaani shakwa. PDG. Anaitwa nani? Sawa. Mama yu. Karibu ule kiki. Mama house kabisa. Maza house kabisa. Wote ana kazi. Na meno mabovu. Sukari na meno siwezi. Amesaidiwa kwenye simu na Masudi. My friend. Jamani, my friend wa kwenye simu jamani. Jamani, my friend wa kwenye simu asimame yale keki. My friend, alosaidiwa kwenye simu my friend jamani, asimame yale keki. Kama hamna anajua amesaidiwa. Ipigwe au? Baada ya my friend sasa sielewi. Anayepata kula ni mtu au ni kiwanja? Ni mtu au ni nini? Ni kiwanja. Namba yake inaishia na 04. Ulishawahi kuwa na namba ya 04? Amesaidiwa kwa simu my friend. Toa kofia hiyo. Toa kofia. DJ Wewe. hiyo ndio size yako baba my friend. Wewe kula bana. Wewe hiyo size yako anagoe peleka. Hiyo size yako wewe. Nakupendelea bwana. Imefiti hiyo. DJ sikilia, anayefuata naye pia alitakiwa ale keki mapema mno kwa sababu ya uhusiano wake na bwana harusi. Alitakiwa ale keki mapema mno, lakini kwa namna alivyoseviwa kwenye simu ikanifanya nimlete mwishoni. Mahusiano yake na bwana mahusiano yake na bwana harusi ni mtu na mdogo wake na ni mtu na kaka yake, lakini kwenye simu amesaidiwa brother Mohamed wa 5. Mama nilitaka kujua ni kiwanja au nakata rufaa au ni nakata rufaa. Hakuna kwenye simu ya bwana harusi. Nimetoni hapa mimi jirani yake nitakutumia. Haya, DJ mlete brother Mohamed wa 5 aje ale keki hapa. Mambo ya keki bado ndio sasa. Ndogo mama mimi nataka kutoka kama harusi. Wewe usije ukampa bibi harusi pressure. Anajua juu mapema. Amechelewa. Kwa mtoto wa bwana harusi. Mtoto wa binamu yake jamani, sio mtoto wake wa. Yuko hapo tatu hao watatu. Samira. Ni Samira. Samira. Sogea ulisho keki. Sogea ulisho. Anajiweka kama yeye. Mdogo ukifika hapo utakusumbua sana. Sio mda wako wewe. Baada ya Samira. Wadogo zake, watoto wake na bwana harusi wengine wawili. So mimi sina watoto. Ni wadogo zake na bwana harusi. Sasa unaweza kufikia kabisa hii ndio sio kwenda sawa hapo wewe. Acha hapo. Ili achukue vizuri kule. Unakuja kuuliza watoto. Haya atapata na mwingine. Hebu rudia.
Haya, DJ. Tunarudi. Aliamua wadogo zake tayari. Jamaliza. Kwa heshima ya boma. Kwa heshima ya boma. Ramsoni, kwa heshima ya boma. Acheni ngoma, bila ngoma zishuki baba. Na usishuke hapo baba. Unashukaje? Hiyo, umejuaje? Siri wachi what's up? Kama kanji. Hapo unakuja naona kitu sasa unakuja. Ile. Haya? Sawa. Ijarinanga kama ndoto, najiona kama Mule. Haijakuza pembeni hata kidogo. Haya, kwa heshima ya boma tena. Unapambana kusali kuna wanawana pombe. Kwa heshima ya boma tena. Hashimu. Zamu yako. Familia. Ngoja. Ulijuaje? Nasikia. Jasho hiyo. Niite yeti. Ndio nikiwa na nije mshiko dawa. Kafu paka kafu. Angalia kamera. Wa kwanza kulishwa na bwana harusi atakuwa ni mwandaaji wa keki hii. Dada yetu, rafiki yetu. Asante. Kwa heshima. Haike mfano wako mwambie. Basi mcheza kwanza.